kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile, usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Naam, habari ndio hiyo. Naam, karibu tena kwenye magazeti yetu hii leo, meza hii ikiwa ni tarehe 3 Juni mwaka wa 2021. Ikiwa na gazeti langu la The Standard hapa leo, tukiona nao zungumziwa kwa zaidi ni Uhuru Muigai Kenyatta atikisa demokrasia. Uliona pale Madaraka ile hafla jinsi alizungumza na uchungu zaidi akisema kwamba kidogo hizi sheria kidogo haziwezi kuwa ni yoko na wanex. Kwa hivyo gazeti la kwangu hapa ni The Standard, ni Edwin Mokaya. Na kwangu ni ni gazeti la Taifa Leo, nami ni Fidel Omoshoge, na moja kwa moja naangazia ama naangalia yale ambayo yamechapishwa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili. Pale hapo wanasema kwamba ukurasa wa pili unasema kwamba Kiraitu Murungi ambaye ni gavana wa Meru atangaza kifo cha Jubilee katika eneo la Meru. Wana ukurasa wa pili tangazia hayo. Katika ukurasa wa pili pia anasema kwamba Uhuru atikisa demokrasia. Anasema kwamba kuna vitendo ambavyo vimeonyesha kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ameanza kupuuza na kutikiza demokrasia ya Kenya, ama vitendo vya hujuma za raia, pale ambapo anasema kwamba kutisha idara ya mahakama, kupuuza maamuzi ya koti, kumeza upinzani, kuingilia bunge la seneti na kulemeza vyombo vya habari, kufifisha makali ya mashirika ya umma. Hivyo ndivyo vigezo ambavyo vinaonyesha kwamba Rais Uhuru Muigai Kenyatta ameweza kutikiza demokrasia. Katika ukurasa wa pili pia tutangazia mwanamke ambaye alikuwa amefariki kwa hofu kwamba atakamatwa na polisi kwa sababu alikuwa amevalia barakoa. Hii alikuwa na uoga sana. Unajua kuna watu ambao wanaogopa polisi. Sasa huyu mwanamke aliweza kufariki kwa yale yalikuwa yamesemekana kwamba alikuwa amehofia kukamatwa na polisi kwa sababu alikuwa amefuata zile kanuni ambazo zimewekwa na Wizara ya Afya kuzingatia usambao ama msambao wa ugonjwa wa COVID-19. Katika ukurasa wa 3 anasema kwamba majaji wa rufaa waonya dhidi ya kujadili kesi ya BBI.
huku ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 14 ni makala maalum kuhusu kilimo, pale ambapo tutaangazia au sungura. Tutazungumzia kuhusu jamaa mmoja ambaye ni mtangazaji na pia ambaye ni mpishi wa chapati katika hoteli yake. Hiyo ni redio ya Hope FM. Tutaangazia hayo. Ukurasa wa 7 tutaangazia ni mtihani wa kidato cha 4 somo la jiografia. Tutaangazia hayo, na ukumbuke kwamba ukurasa wa 16 wanasema kwamba Ancelotti arudi Real Madrid baada ya Zidane kuhepa. Hayo tu ndio amepewa vipaumbele katika gazeti hili la Taifa Leo. Na gazeti la The Standard ukurasa ni wa kwanza. Hapa ndo tunaangazia ambapo tunapa vita vimeanza, vita vya tunasema the battle royale starts. Hayo tutaangazia kwenye ukurasa wa 6, 7 na 8. Hapo tutaangazia masuala zima la BBI pale kotini. Vile vile ukurasa wa 4 hapa ndo tunaangazia visa vya ugonjwa wa corona vikizidi maeneo ya Kisumu, Kericho pamoja na Kisii, huku wananchi wakihimizwa pengine waache kujitia hamnazo, waweze kufuata masharti ambayo yamewekwa na Wizara ya Afya ili kuzuia. Manake wanaona kwamba kulingana na the sequence jinsi imekuwa ikienda tangia ugonjwa wa COVID uje hapa nchini Kenya, umekuwa ukiongezeka zaidi baada ya miezi mitatu. Kwa hivyo sasa hivi tunaelekea on the peak. Kwa hivyo watu watie manani zaidi. Ukurasa wa 24 hapa ndo tunaangazia samaki pale Kisumu, na wanasema sababu mbona samaki pale Kisumu huwa kwa kawaida ziko bei ya juu zaidi. Vile vile kutokana na ujumbe ama hotuba ambao rais alitoa pale madaraka, imeleta mambo mingi zaidi, watu wakitia doa pale. Kwa hivyo hayo tutaangazia pia ukurasa wa 10. Ndo hayo tu. Ndo hayo. Naona hapa ukurasa wa 26 kwenye biashara, nchi ya Kenya itaanza kulipa China deni lao kuanzia mwezi Julai. Ni hayo. Katika ukurasa huu wa pili gazeti la Taifa Leo wanasema kwamba Kiraitu atangaza kifo cha Jubilee Meru. Kwamba Kiraitu Murungi ni gavana wa Meru ambaye amefichua kuwa kuna mpango wa jamii za mashariki wa Mlima Kenya kuhama Jubilee na kupuni chama chao. Hii ni baada ya Murungi ambaye amesema kwamba Jubilee tawi la kaunti ya Meru, Alhaji Mwendia, alisema kwamba jana wameafikia uamuzi huo kwa sababu Jubilee imeshindwa kuwaunganisha wa Kenya vile ilivyo kusudiwa. Huo ni ukurasa wa pili, utapata taarifa hiyo. Nikiingia ukurasa huu wa pili pia kuna taarifa nyingine ambayo inasema kwamba demokrasia msalabani. Wanasema kwamba jinsi ambavyo rais wa Jamhuri ya Kenya anakiuka zile ama afanyi kulingana na katiba, haheshimu mahakama, idara ya mahakama haiheshimiwi. Kuna zile ama vile vigezo ambao wamesema kwamba huwa avati, huwa anatisha idara ya mahakama, huwa anabuuza uamuzi wa koti, na pia huwa amemeza upinzani, kuingilia bunge la seneti, kulemeza vyombo vya habari, pia kufifisha makali ya mashirika ya umma. Hivyo ni vigezo ambavyo vinaonyesha wazi na bayana kwamba Uhuru Muigai wa Kenyatta anatikisa demokrasia yetu ya Kenya imo msalabani. Katika ukurasa huu wa pili wanasema kwamba mmoja ndani kuhusiana na mauaji ya mtoto. Jana tuliangazia mtoto mmoja ambaye alikuwa anajulikana kama Chantel Nzembi, anaye miaka 8, ambaye alikuwa ametekwa nyara pale katika mji wa Tengela na pia kuweza kuuawa baada ya mama yake kushindwa kulipa pesa ambayo walikuwa wanamuitisha shilingi 1300. Sasa wanasema kwamba DCI imefichua kwamba kuna wale ambao walikuwa wameungana ili kuweza kuteka huyo mtoto nyara. Sasa mmoja ameweza kushikwa, ambaye wanasema kwamba alishikwa mwendo wa saa 7 katika maeneo ambayo yanajulikana kama Oranta mjini Kitengela, hatua chache kutoka mahali ambapo mwili wa Chantel ulipatikana umetupwa mnamo Jumatatu. Wanasema kwamba maafisa wa polisi walisema mshukiwa alikuwa na simu iliyotumika na wateja, lakini mshukiwa huyo alisema kwamba hiyo simu aliokota siku ya Jumamosi barabarani. Inasemekana kwamba kuna mama mmoja ambaye ni wa makamu
haramu na mwendeshaji mmoja mfanyabiashara wa bodaboda ambao walikuwa wameshirikiana na wateka nyara hao wengine kumteka nyara mtoto huo Chantel ambaye mama yake anajulikana kama Bi Catherine Ngina. Ukumbuke kwamba walikuwa wamemuitisha shilingi 1300 lakini hakuwa na pesa za kulipa, kisha wakaweza kuua mtoto huyo Chantel Nzembi. Uhuru aitwa seneti kwa kuchelewesha pesa. Waziri wa fedha anajulikana kama Uhuru ya tana wanasema kwamba bunge la bajeti ama ile kamiti ambayo inazungumzia ama inaangazia fedha katika bunge wameweza kuita Uhuru ya tana ambaye ni waziri wa fedha ili kuweza kuzungumza na kujisemea kwamba mbona fedha zimechelewa kupeana kwenda kwa kaunti mbali. Wanasema kwamba mwanamke afariki kwa kuhofia kunaswa na polisi katika kaunti ya Mombasa. Katika Kilifi County kuna mwanamke mmoja ambaye aliweza kufariki hapo jana kwa kuhofia kwamba alikuwa akamatwa na polisi kwa sababu alikuwa amevaa barakoa. Sasa kamanda wa polisi katika kaunti hiyo ndogo ya Kilifi Kaskazini, Jonathan Koech, amesema kwamba familia yake iende iandikishe ripoti katika kituo cha polisi. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba majaji wakemea Uhuru wamzuia kujadili kesi ya BBI. Wanasema kwamba kesi ya BBI ama kesi ambayo ilikuwa imewasilishwa katika rufaa ambayo inazungumzia ubadhirifu wa BBI, wanasema kwamba haifai kamwe kuzungumziwa mahali popote pale na wanasiasa. Sasa wanamlaumu Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta kwa kuzungumzia swala hilo la BBI katika hafla ambayo ilikuwa ya Madaraka Day. Katika ukurasa huu wa 3, hiyo ukurasa wa 2 na 3 taarifa huwa imepachikwa huko. Katika ukurasa wanasema kwamba kuna mwanaume wa miaka 32 ambaye alijitokeza na kudai kwamba yeye ni mwana wa Kalembe Ndile. Unajua kamati ambayo inaandaa masishi ya mwana squatter Kalembe Ndile wanasema kwamba wameingiwa na hofu kwa sababu wanadhani kwamba wanawake wengi wanajitokeza wakisema kwamba wamezaa na Kalembe Ndile. Huyu ni mwanamume mmoja ambaye amejitokeza anaitwa kama Steven Kalembe na umri wa miaka 32. Anasema kwamba marehemu ni babake, rafiki yake, mlezi, huku akiahidi kuhudhuria mazishi yake yanapopangiwa kufanyika tarehe 11. Mwanamume huyo pia ni mwanasiasa kutoka kaunti ya Narok. Unasikia hata jina ni Steven Kalembe. Hiyo ni kama kuna inaweza kuwa ni babake. Usifanye usiconclude manake hujawapima hujasema inaweza kuwa. Unajua sijasema ni babake, nasema inaweza kuwa. Wanasema kwamba kuna aliyetumwa kutafuta watu wa kutekeleza mauaji aponea katika koti ya Nyeri. Hayo tu ndio yameandikwa katika ukurasa huu wa 2 na 3. Ukurasa wa 2 gazeti la The Standard. Kama kawaida ni historia kidogo. Tunaangazia, wajua hapo kitambo kidogo kulikuwa na spare the road and spoil the child. Asema kwamba kiboko ni kwa mtoto. Lakini tunaona kwamba kidogo haya yalifika yakabadilika wakati mageuzi ama marekebisho yalifanywa katiba ikawa sasa ni hatia. Vile vile hayo yalionekana pale kwenye majela mbalimbali hapa nchini kwamba hapo kitambo kidogo kulikuwa na kunyongwa, you be hanged, kulingana na kosa ambalo umelitenda. Vile vile kulikuwa na viboko na kufanyishwa kazi ngumu zaidi. Kulikuwa zile uniform ama zile uniform zenye mabusu wanavalia zilikuwa zinakuwa chafu. Pengine siku hizi hayo hayatendeki. Vile vile hadi mattress hazikuwa. Siku hizi unaona kwamba kuna mito pale kwenye jela, watu huenda pale ili waweze kubadilisha tabia. Kwa hivyo haya jinsi yalikuja hivyo, hii ni kutokana na mageuzi ambayo aliyekuwa naibu makamu wa rais Mudi Awor aliweza kuintroduce ama kuanzisha kwenye majela ambayo yanatumika hadi sasa hivi. Kwenye picha ambayo imechapishwa kwenye ukurasa huu wa 2, tunaona kuna mwanadada hapa ambaye alikuwa anaitwa Phoebe Asio. Hapa ni mwaka wa 1962 ambaye Asio alikuwa ameenda kuwatembelea rehabilitators, alikuwa ameenda kutembelea rehabilitation center kuangalia
anaongelea jinsi wanawake wenye walikuwa pale wanaendelea kuwa rehabilitated. Ndio hivyo tunaambiwa historia yake kidogo, jinsi alikuwa anaenda pale Gendia Primary School, lakini mamishonari wakasema kidogo huyu anastahili kuketi pale nyumbani akalee watoto, lakini babake ambaye alikuwa anaitwa Joel Omer huko alikuwa determined zaidi. Kwa hivyo ilibidi mempeleka shule, akamhamisha hadi kambidi kubadilisha dini ili aweze kuwa tumaini lake. Kwa hivyo hayo yaliendelea hadi mwishowe akawa mwanasiasa mwaka 1979, ndio hivyo hadi mwaka 1988, lakini aliweza kuretire ama kustaafu mwaka 1997. Kwa hivyo hiyo ni historia chache ama historia ndogo tu, waweza kujisomea ukipata nakala yako ama gazeti lako la The Standard ukurasa wa 2. Vile vile ukurasa wa 3 hapa kuna wakazi wa maeneo ya Taveta Town ambao sasa hivi wanasema kwamba kuna kanisa ambalo lilijengwa na wamissionari. Hilo kanisa linaitwa Maho ACK Holy Trinity Church, ambayo sasa hivi bado lipo tu hadi sasa hivi, ambalo lilijengwa na Reverend Albert Remington Stego ambaye alikuwa superintendent wa the CMS ilikuwa ni Church Missionary Society in the early 1890s. Kwa hivyo wamesema kwamba kidogo kanisa hilo libaki kwa hivyo ili kukeep hiyo historia, na vile vile tunaona kwamba kidogo serikali ilikuwa inataka kuifanya ikwe monument. Kwa hivyo wakazi wa maeneo hiyo imekuwa ni vigumu kidogo, manake wao wenyewe wanataka jumba hilo ama kanisa hilo libaki lisalie kuwa hivyo hivyo. Vile vile pale Kitale kuna polytechnic moja ambao imeamua kuanzisha mafunzo ya wale waendesha bodaboda, waendeshaji pikipiki. Anasema kwamba hii kutokana na principal wa shule hiyo John Otieno alisema alianzisha mnamo August mwaka jana, manake waliona kidogo kulikuwa na ajali mingi zilikuwa zinatokea. Siku hizi unajua unapata mtoto amemaliza kidato cha 4, ya jambo ambalo nalifikiria pengine ni kupata pikipiki aanze kuendesha ili apate hela za kwake. Kwa hivyo unapata kwamba hawana ule umairi wa kuendesha pikipiki barabarani, kwa hivyo kusababisha ajali mingi. Kwa hivyo hii polytechnic imeamua kwamba lazima itawafunza wana bodaboda ili waweze kujua mambo na barabarani, safety measures ukiwa pale kwa barabarani, jinsi ya kufanya mambo akiwa anaendesha pikipiki hiyo. Ni katika ukurasa wa 2 na 3. Katika ukurasa huu ni habari za county pale ambapo wanasema kwamba kutoka county ya Lamu serikali kufungua shule zilizoathiriwa na tishio la ugaidi. Kulingana na mkurugenzi wa elimu katika county ya Lamu Bwana Joshua Akahaga, alithibitisha kwamba kuwa walimu ambao walikuwa wanafunza katika shule hizo waliweza kutoroka pale ambapo usalama wao ulisambaratika, usalama uliharibika katika eneo hilo la Lamu. Katika kaunti ya Baringo wanasema kwamba wakazi watoa wito polisi akipa warejee. Ni katika kaunti ya Baringo pale ambapo katika kaunti ya Nyandarua wanasema kwamba wakazi walalamikia kushambuliwa na viboko kutoka ziwani. Wakazi wa kijiji cha Katumbiro, kaunti ndogo ya Oloijorok, kaunti ya Nyandarua wanalalamikia kero zile ambazo zimetokana na wanyama poli ama viboko ambao wanatoka katika ziwa la Oroborotsat na kuanza kuwashambulia wakazi hao. Katika kaunti ndogo ya Maralal wanasema kwamba mwanaume ashtakiwa kwa kujifanya kuwa yeye ni KDF. Wanasema kwamba mwanaume huyo mmoja alifikishwa katika mahakama moja ya Maralal akikabiliwa na mashtaka ya kujifanya kwamba yeye ni mmoja wa maafisa wa KDF. Katika kaunti ya Nairobi wanasema kwamba mwenyekiti mpya wa NCCK awataka viongozi wa kidini kuwazima wanasiasa katika ibada zao. Mwenyekiti mpya huyo wa Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini Kenya NCCK Joshua Aburo amewakosoa viongozi wa kidini ambao huwaruhusu wanasiasa kuchukua muda wao kanisani ili kuweza ama kufanya jukwaa la kisiasa wakati ibada inaendelea. Katika kaunti ya Tharaka Nithi wanasema kwamba kijiji chafamiwa na jeshi la kunguni. Wanasema kwamba wakazi wa kijiji cha Kandungu eneo bunge la Mara kaunti ya Tharaka Nithi wanaendelea kuhangaishwa na kunguni ambao wamefamia nyumbani kwao
kwa wingi. Kuna huyu ajusa mmoja ambaye anaitwa kama Mary Mtembei mwenye umri wa miaka 80. Anasema kwamba analazimika kila siku kuanika malazi ya nguo kwenye miale ya jua kila siku ili kuangamiza wadudu hao tangu mwaka jana. Katika ukurasa wa 5 wanasema kwamba mbunge wa zamani anajulikana kama Mungamata Gassen. Anasema kwamba wazee wa eneo bunge hili walikuwa wamemrai aweze kuwania kiti cha useneta mwaka wa 2017, lakini hakuwasikia. Akaisha kukaidi ushauri ule na akaweza kuwania ugavana pale ambapo hakashindwa. Na sasa amerejea kwa wale wazee akisema kwamba atawania kiti cha useneta. Katika ukurasa huu pia wa 5 kuna wamiliki wa baa waonywa dhidi ya ufunjaji wa sheria. Wale ambao wanamiliki mabaa katika sehemu tofauti nchini Kenya wameonywa dhidi ya kuuza vileo vyao hadi wakati ule wa curfew, na wameweza kuambiwa kwamba wakipatikana na makosa watapelekwa katika mkondo wa sheria. Katika ukurasa huu wanasema kwamba UDA yaanza harakati za kusajili wanachama kaunti, huku polisi wakifuruga mipangilio. Chama kinachohusishwa na naibu rais William Samoei Ruto ja United Democratic Alliance kimeanzisha rasmi mchakato ama shughuli za kuwasajili wafuasi wake katika kaunti ya Kisii, pale ambapo wanasema kwamba afisi zao zilikuwa katika eneo bunge katika eneo bunge la Menyinkwa kwenye eneo bunge la Nyaribari Chache. Wanasema kwamba polisi wamekuwa wakifuruga mipango yao ya kusajili wanachama. Huo ni ukurasa wa 4-5. Ukurasa wa 6 wanasema kwamba ni habari za Afrika na dunia, pale ambapo wanasema kwamba mapinduzi ya kijeshi ya lazimu African Union kukata wanachama wa Mali. Kumbuka kwamba hivi majuzi wamekuwa na mkutano wa AU ama African Union, umoja wa mataifa, huku wakizungumzia umoja wao. Habari nyingine katika ukurasa huu wa 6 ni kwamba WHO yaidhinisha chanjo kutoka Uchina licha ya shaka ya wataalamu. Kuna hii chanjo mpya ambayo ilikuwa imetolewa pale Uchina, ambao wanasema kwamba itatumika kuwachanja wale ambao bado hawajachanjwa na wale ambao walichanjwa ili kuwazuia kuambukizwa ama kupata virusi vya COVID-19. Chanjo hii inajulikana kama Sinovac, ambayo ilitengenezwa pale Uchina na imekuwa na matata hivi karibuni, pale ambapo wanasema kwamba bado haijafanyiwa utafiti wa hali ya juu na wangoje, lakini WHO inasema kwamba dawa hii iko safi kwa sababu inaweza kuwazuia wale ambao waliweza ama wale ambao walichanjwa kwa 51% kupata virusi vya COVID-19, na wale ambao walipata virusi vya COVID-19 hapo awali wanazuiwa kwa 100% ili wasipata virusi hivyo vya COVID-19. Wanasema kwamba meli yateketea na kuzama katika hali tatanishi. Hapo ni Iran, na kuna meli moja ambayo ni moja hapo ya meli kubwa zaidi nchini Iran ambayo iliweza kuteketea na kuzama katika ziwa hilo. Wanasema kwamba kulikuwa na watu 400 katika meli hiyo na waliweza kuokolewa wote, japo watu 20 walikuwa wamepata majeraha madogo. Kuna zile lezeni ambazo zilikuwa zimepeanwa kwa wafanyabiashara, hasa wale ambao wanajimba madini nchini Marekani, na aliyekuwa rais Donald Trump sasa Biden amesema kwamba atasifutilia mbali kwa sababu sehemu hizo ambazo hiyo medali ilikuwa inachimbwa ilikuwa sehemu ambazo ni wanyama poli walikuwa wanakaa sehemu hiyo. Huyo ni ukurasa wa 6 na 7 gazeti la Taifa Leo. Ukurasa wa 4 gazeti la The Standard, hapa tunaangazia ugonjwa wa COVID-19, ambapo tunaangazia kwamba kimaeneo ya Kisumu, Kisii, Kericho ndio yanaongoza sasa hivi kutokana na takwimu za wiki jana kwa visa vya COVID-19 hapa nchini Kenya. Kwa hivyo kulingana na naitwa Director General Patrick Amoth, ameonya serikali vile wananchi wote kwa pamoja ama kwa jumla iloweze kuwa makini zaidi na vile waweze kufuata pengine masharti ambayo yaliweka na Wizara ya Afya, waache msongamano pengine kwa watu, waweke wavale barakoa zao vyema ili kuzuia ugonjwa huu wa corona.
Vile vile wameangalia kuna counties of interest kama Kisumu, Kisii, Nyamira, Kericho, Homa Bay, Siaya na Migori ambazo sasa hivi kwa hizo county zimerekodi kiwango kikubwa zaidi, asilimia kubwa zaidi ya 23 hadi 16 ambayo sasa hivi imepita ile ya nchi mzima ambayo ni 7.9, asilimia 7.9. Kwa hivyo sasa hivi watu wameonywa kweli waweze kuvaa barakoa, waweze kutilia manani yale masharti ambayo yamewekwa ili kuzuia maambukizi hayo. Maana wanasema kwamba kulingana na takwimu tangia mwaka jana, wakati ugonjwa wa corona ama kisa cha kwanza kiliweza kugunduliwa hapa nchini Kenya, imekuwa kwamba baada ya miezi 3 kunakuwa na peak, baada ya miezi 3 inaongezeka zaidi, na sasa hivi wameangalia kwamba mwezi Julai wanahofia kwamba pengine itaongeza kutokana na zile takwimu za mwaka jana na hii miezi ambayo imepita. Kurasa huo bado kuna mwanabodaboda mmoja ambaye amehusishwa na mauaji ya ule msichana mmoja mwenye miaka 8 ambaye alikuwa anaitwa Chantel. Kulingana na DCI wa eneo hilo Jeremia Dubai, amesema kwamba aliyeshikwa mwanabodaboda huyu aliyeshikwa kidogo inasemekana kwamba simu yake ndio ilitumika, na sasa hivi wanaendelea kumfuata. Kuna mwanamke mmoja ambaye alitumika kumrai yule msichana hadi kumweka mateka, ambapo walikuwa wanahitaji ransom ya 1300 kutoka kwa mamake. Zilipokosa waliweza kumuua mtoto yule na mwili wake ukapatikana umefungwa kwenye begi na kutupwa kwenye kichaka. Kurasa huo vile vile kwenye ukurasa huo tuna hapa kuna Chief Executive Officer wa KUSIPS ambaye anaitwa Agnes Masi Wahome. Amesema sasa hivi wanafunzi ambao walifanya mtihani wao wa kidato cha 4 mwaka jana waweze kutuma maombi kwenye vyuo vikuu mbalimbali. Anasema kufikia sasa hivi karibu wanafunzi 1045 wameshatuma maombi ya kusajiliwa kwenye vyuo vikuu mbalimbali, na kusema bado kuna nafasi nyingi zaidi ambazo wamesema hao ambao wametuma maombi hayo pengine ni wachache kulingana na zile nafasi ambazo zipo kwenye vyuo vikuu. Ngawaje walisema kwamba waliopata C+ and above waweze kutuma maombi yao. Sasa hivi anasema kwamba kuna bado nafasi 1331 za diploma, certificate na zile kosi za ufundi ama ukipenda artisan. Kwa hivyo amewarai wote waliofanya mtihani wao wa kidato cha 4 waweze kutuma maombi ya kusajiliwa kwenye kozi mbalimbali kwenye vyuo anuai hapa nchini Kenya. Kurasa wa 5 nitauruka ukurasa wa 6. Hapa ndo naona koti ya Court of Appeal ama mahakama imesema kidogo haitahusishwa na ile vita ambayo iliyopo baina ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na mahakama. Hii ni baada ya kesi ya IEBC ambayo iliwekwa pale pamoja na Uhuru Kenyatta, kuna ule BBI Secretariat, kinara ODM pamoja na IEBC. Japo hayo yakiendelea, tuna kwamba IEBC iliruhusiwa kuendelea kufanya kazi yake ingawaji na makamishana 3 tu, na vile vile kuambiwa waendelee tu na uchaguzi mdogo pengine kama utafanywa, lakini kidogo walikatazwa kwamba walizuiliwa kufanya na mipango ya uchaguzi mdogo, tunaita uchaguzi wa maoni na referendum. Hayo ni katika ukurasa huo wa 6. Katika ukurasa wa 8, serikali iangamize madhara ya sigara. Kumbuka kwamba jana kuna wale ambao walikuwa wanasema kwamba kutoka eneo la Meru walikuwa wanasema kwamba ufutaji wa sigara uweze kuongezwa miaka. Unajua wanasema kwamba sigara wale ambao wanafuta ni wenye umri wa miaka 8 kwenda ni 18 kwenda juu. So wanasema kwamba ianze miaka 21. Wanasema kwamba serikali iangamize madhara hayo ya sigara. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba serikali iongeze kazi ya utoaji chanjo ya corona. Wanasema kwamba maendeleo yasitolewe kwa marafiki kama peremende. Wanasema kwamba kama wewe si rafiki wa ama huko katika serikali, haimaanishi kwamba maendeleo yasifanywe katika eneo lako. Si lazima uwe
rafiki ama kwa serikali ndiposa upate maendeleo. Anasema kwamba maendeleo yasitolewe kwa marafiki kama peremende. Katika ukurasa huu wa 8, 9 sioni taarifa. Katika ukurasa wa 10 ni barua. Kuna barua ambazo zimeandikwa na Wakenya tofauti tofauti, wale ambao wanasema kwamba zinafaa kuangaziwa. Moja wanasema kwamba kuahirishwa kwa uteuzi wa kidato cha kwanza hakuna nia mbaya. Kumbuka kwamba uteuzi moja kwa moja kwa wale wanafunzi ambao walifanya mtihani wa darasa la 8 ulikuwa umeahirishwa kutoka tarehe 15 mwezi uliopita hadi mwezi huu. Wanasema kwamba uteuzi huo ama uahirishwaji huo una nia mbaya. Heko ni NIE kufaa shule za kibutio. Huyo ni barua nyingine. Wanasema kwamba mashirika ya NMG kutenga siku ya Kiswahili ili kukikuza. Huo ni ukurasa huu pia, hiyo ni taarifa. Wanasema kwamba ukatili dhidi ya watoto ukome. Wanasema kwamba uteuzi wa Kimuli IBC ulifaa. Huyo anasema kwamba Uhuru Raila waachie bunge ilipitishe BBI ili kuokoa muda. Hizo ni baadhi ya barua ambazo zimeangaziwa katika ukurasa huu wa 10 gazeti la Taifa Leo. Hapa ambalo nasema kwamba akili ni mali. Kuna huyu ambaye ni mtangazaji aliyejitafutia posho pia kwa upishi wa chapati. Huyu ni mtangazaji ambaye anafanya katika kituo cha redio cha Hope FM kilichoko pale Nairobi. Wanasema kwamba mtangazaji huyu namfahamu vizuri. Anasema kwamba huwa anajitafutia riziki kwa kupika chapati. Kuna huyu mkulima ambaye ni mfugaji wa sungura, wanamwangazia ndio kama Emmanuel Adundo akionyesha mmoja kati ya sungura anaowafuga katika mtaa wa Syokimau, kaunti ya Machakos. Wanasema kwamba sungura hawa wanamsaidia sana kujiendelesha kimaisha. Huo ni ukurasa wa 10 na 11. Ukurasa wa 10 hapa ndo tunaangazia sikukuu ya Madaraka Day na hotuba ambazo ziliweza kutolewa, na kidogo macho yote ama kidole cha lawama kimenyoshwa kwa ile hotuba ambayo rais wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta aliweza katoa. Manake mwanzo yeye alikuwa anaangalia tu administration yake, uongozi wake, yale ambayo ameweza kutimiza hadi sasa hivi. Ingawaje kuna ugonjwa wa corona sasa hivi, maisha imekuwa ngumu, uchumi umeendelea kuongeza, lakini kwa hotuba yake aliweza kusema kwamba kuna mengi ambayo ameyatenda kwenye kipindi cha kwanza, kipindi cha pili sasa hivi ambacho kinaelekea kuisha. Hivyo sasa hivi wameangazia mambo mingi, ambapo ameona kwamba size of the economy 2013 versus 2020, Mwai Kibaki ilikuwa ni 4.7 trillion, lakini sasa hivi Uhuru Kenyatta ni 10.3 trillion. Kuna debt intake in the first 7 years iko 244.8 billion. Hiyo ni ya Mwai Kibaki, Uhuru ikiwa 5.17 trillion. Alafu kuna debt kuna debt of GDP average ever over 7 years. Mwai Kibaki kwa asilimia ilikuwa 46.1, huku Uhuru Kenyatta iliko sasa hivi asilimia 55.4. Alafu kuna total spending by 2013 versus by 2020. Kwa Mwai Kibaki ilikuwa 1.26 trilioni, alafu Uhuru Kenyatta ni trilioni 2.56. Kwa hivyo haya yameweza kuangaziwa katika ukurasa huo wa 11. Hapa tunaona ni matangazo tu. Ukurasa wa 12 vile vile hamna. 13 matangazo. 14 hapa ndo tunaangazia vile vile kuna ile bodi ambayo iliweza kuteuliwa. Kuna bodi ambayo iliweza kuteuliwa pamoja na rais ya KEMSA, ama ukipenda Kenya Medical Supplies Agency, ambao sasa hivi wamesema kidogo wanaenda kujaribu ili kuimarisha jina la KEMSA ngawaje lisharibika kutokana na hiyo bodi ya kwanza. Kulingana na mwenyekiti wa bodi hiyo Mary Mwadime ambaye aliteuliwa na rais, amesema kwamba washagundua ulegevu ambao uliokuwemo katika
katika tume hiyo ya KEMSA, na sasa hivi wanaenda kurekebisha na kufanya kazi yao vyema zaidi na huduma bora zaidi. Baadhi ya wanabodi hao ni pamoja na Lawrence Wahome, Lincoln Nyaga, Mary Awino, Terry Kiunge, Ramadhan, Josephat Mbuva pamoja na Robert Nyarango. Hao ni wanabodi wengine wakishirikiana naye mwenyekiti Mary Mwadime katika tume hiyo ya KEMSA. Katika ukurasa huu wa 12 ni biashara tu pale ambapo tunaangazia, ama nilikwambia kwamba nilikuwa nishaangazia katika ukurasa wa 10 na 11 yule mfugaji ambaye anafuga sungura anajulikana kama Emmanuel Adundo, ambaye kwa sasa anasema kwamba anawafuga sungura 400 na anatarajia kwamba atawafikisha ama atafuga sungura 1500. Wanasema kwamba sungura mwenye umri wa miezi miwili wanauza shilingi 800, sungura wa miezi mitatu anauza 1000, sungura wa miezi minne anauza 1500, na mkojo wa sungura anauza lita moja kwa shilingi 50, huku mbolea kilo 50 akiuza kwa shilingi 300. Hayo tu ndio yameangazwa katika ukurasa huu. Akili ni mali. Kuna huyu ambaye anafuga ng'ombe ambaye anasema kwamba ng'ombe moja anaweza uza ng'ombe ambaye ni wa umri mdogo kwa shilingi 20,000. Hapo wanasema kwamba ujuzi wa uchinjaji mifugo na uchunaji ngozi umenichengea jina mtaani Githurai. Huyo ni yule ambaye anachichunia kwa biashara zake. Katika ukurasa huu wa 14 ni huyu kijana mmoja, ni kijana ambaye ni kijana namuelewa vizuri, anaitwa kama John Muiboro. John Muiboro ni mfanyikazi ama ni mwanahabari katika kituo cha redio ambacho kinajulikana kama Hood FM. Anasema kwamba yeye kituo hiki kipo katika mtaa wa Nairobi, na kijana huyu anakaa Zimmerman, nikidhania ni mmoja wa wale ambao wanajitafutia riziki kwa kupika chapati na pia kwa kutangaza redioni. Anasema kwamba yeye huwa amezoea kazi hiyo na anaifanya kwa roho moja. Sema kwamba yeye haogopi wale ambao wanampata akiwa anatangaza, wanamsikiza, na wale ambao wanampata akiwa anajijunia riziki kwa kutengeza ama kupika chapati. Katika ukurasa huu wa 15 ambao ni ukurasa wa nyuma wa gazeti hili, wanasema kwamba ni spoti. Pale ambapo wanasema kwamba mbio safari ni siku 22 na 3 sijazo. Safari rally Mombasa wanasema kwamba wakfu wa Joe wafaidi kwa sodo kufia, wakisema kwamba Bunyore Starlets nyuki za toka sare ligi ya daraja ya pili. FC Ulinzi na Tusker ndani ya 16 bora taji la Betway, huku wakisema kwamba kwa heri Everton. Kumbuka kwamba FC Ulinzi na Tusker ndani ya 16, huku anasema kwamba Southgate atoka kikosi cha Uingereza kifike nusu finali akipute cha Europa mwaka wa 2020. Hayo tu ndio yameangaziwa katika gazeti hili la Taifa Leo, kwa kusema kwamba Real Madrid imerejesha usukani kocha Carlo Ancelotti baada ya Mtaliani huyo kuaga na klabu ya Everton mapema juma hili. Na ukurasa wa 15 hapa ndo tunaangazia Madaraka Day vile vile iliyofanyika. Kuna wengi wametoa maoni wakisema kidogo uliangalia pale jinsi watu walikuwa wamesongamana, kukuwa na ile 1 meter distance. Kuna baadhi ya watu wengi zaidi ambao walikuwa wamevalia barakoa, na sasa hivi tunajua Kisumu ndo eneo ambalo pengine lina watu wengi zaidi. Kiwango kimeongezeka zaidi cha wale watu ambao wako na ugonjwa wa COVID-19. Kwa hivyo wamesema kwamba ile event haikuwa lazima, manake huu ugonjwa wa corona unaendelea kuambukizwa zaidi ndani ya nchi ya Kenya. Pengine haikuwa haja. Kuna wale wanasema kidogo haikuwa haja wakilinganisha kuna zile nchi kama Italy ambao sasa hivi baadhi ya hafla kama hizo imeweza kusitisha. Kurasa wa 15 huo. Mwisho kurasa wa 16 tutazungumzia lolote huku. Kurasa wa 17 hapa ndo tuna maoni kama kawaida, na sasa hivi wanauliza ni vyema kweli, is it wise to give learners midterm break now?
Najua wanafunzi waliweza kupatiwa mid break, wanaitanga half term hapo jana. Wiki hii kuna wenye watapatiwa leo, na wanauliza ni vyema. Kuna wale wanasema kidogo haikufaa, manake wamekuwa nje kwa muda mwingi zaidi tangia ugonjwa wa COVID uingie. Sasa hivi wanaendelea ku adjust, kwa hivyo haikuwa haja. Na vile vile kuna wale wanasema kidogo akili ya mwanafunzi inahitaji kupewa break kidogo, lazima ikuwe na mapumziko kidogo ili waweze kurejea, na mwanzo wakirejea obvious watafanya mtihani wao wa kumaliza term 3, kwa hivyo itawezesha pengine kuvuka kwenda kiwango kingine. Hayo ndo maoni yameangaziwa, sijui maoni yako ni yapi? Na ndo hiyo mwisho gazeti hili la The Standard. Kuna mengi zaidi yamechapishwa kwenye gazeti hili, lakini tumechagua machache tu ambayo yataweza pengine kunifaidi na wewe kukufaidi kama mpenzi mtazamaji. Weza pata gazeti lako uweze kujisomea kwa kina zaidi. Sina lingine pale ni kukuhimiza kwamba mpenzi mtazamaji, ingia pale upande wa YouTube, like, subscribe to our YouTube channel ili kuweza kujijuza zaidi. Kumbuka kwamba tunakutana pale ambapo tunakutana katika mpango mzima wa Seria Obotaka kuanzia saa 4 hadi saa 7. Kumbuka kuna story yangu. Kama una ujumbe ama una story ambayo ungependa kushare nasi sema nami kupitia kwa nambari 0716059823. La kwangu ni Fidel Omo Shoge, barikiwa. Nami ni Edwin Mokaya, barikiwa. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Works inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Works tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Works inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Works, huduma bora kwa bei nafuu.